Hello. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Asante. Na leo nimekuja kukuonyesha status mbalimbali za mikopo. Je, nikipoikiwa status hii, je, nikiwa kwenye status hii you are not allocated or wait for further process, nini wanamaanisha? Hivyo basi kuwa mtulivu kuanzia video hii inapoanza hadi mwisho inapofika, ili kusudi haya maswali usiulize tena sehemu nyingine. Wacha kufanya tu hapo subscribe, like na share video hii kwa wanafunzi wengine wote ambao wamemaliza mwaka huu, na ndo mwaka huu ambao wamefaulu wanafunzi wengi sana wanaenda chuo kikuu. Kwa taarifa nyingi ambazo zinahusiana na masuala ya kielimu, chuo, maisha ya chuo na kila kitu, basi usisahau kusubscribe hapa, na taarifa zote ambazo zitahusiana na mikopo na kila kitu, na namna gani dumu linapatikanika, namna gani dumu lako unaweza ukalipata. Hivyo subscribe, angalia video hii mpaka mwisho. Asante. Na status namba moja ambayo mara nyingi hii hapa utaona watu wametolewa, ni unakuta imetolewa your application was verified and found to be complete. Please wait for further process. Hii ni unakuta verification result, manake tayari ushatuma kila kitu, au sio bwana? Ushatuma maombi yako kila kitu, ndio utakutana na status kama hii. Na pia wakishatoa round ya kwanza, ukiona bado imeandikwa your application form was verified and found to be complete, please wait for further process, na ukasikia wengine wamepata, uspanic, subiria. Bachi hizi zipo 3 mpaka 4. Kwa hiyo pengine hujabahatika kupata kwenye bachi ya kwanza, hivyo basi utaona status yako bado ni vile your application form was verified and found to be complete, please wait for further process. Kwa hiyo status yako itabaki hivi, haita change chochote. Kwa hiyo utasubiria mpaka hadi watoe tena nyingine. Sijui hapo, nadhani tutakuwa tumeelewana zaidi. Kwa hiyo utaona ukisikia wengine wamepata, itakuwa ni wao. Wewe hapo ukiona your allocation iko hivyo, basi ujue tu kabisa, usio na pressure, unasubiria for another another round. Takueleza status hizi mbalimbali kadiri navyoweza, takuelezea status hizi mbalimbali kadiri navyoweza, ili kusudi uweze kuelewa, upate uelewa wako kwa urahisi, na uweze kuelewa. Na kuna jinsi ya kuangalia hizi, nakwambia, status za mikopo yako. Kwa hiyo ukifika hatua ya kwanza kabisa, utakuja hapo jinsi ya kuangalia application yako. Utaingia hii ndo dashboard yako ya HESLB. Ukishaangalia hapo kuna create account, kuna login. Kwa sababu tayari ushatengeneza account, utaenda moja kwa moja kwenye ku login, hautaenda kama beneficiary. Utakuja hapa loan applicant. Hawa loan beneficiary ni ambao tayari wana mkopo wao. Kwa hiyo wewe ambaye bado utakuja utaingia hapa kwenye loan applicants. Sijui unaelewa? Loan applicants, then uta login for registered applicant hapa. Namaanisha hapa hivyo, login for registered applicants, utaingia hapo, then ndo utaweza kuangalia status yako. Utaingiza kama unavyoona, ukiingia kwenye login utaingiza username yako ambayo ni index number na mwaka uliomaliza pamoja na password ambayo ulikuwa umeiweka. Hivyo basi utafanyaje? Utaingia kwenye account yako ya SIPA. Kuna account inaitwa SIFA huku kushoto kwako huku. Ukiingia pale kwenye ile dashboard hapa, utakuja hapa hivi kwenye kidude ambacho kimeandikwa SIPA. Umeona SIPA, then unabonyeza kitu kimeandikwa allocations. Ile ni status ya mwanzo. Ukiona umeandikiwa vile haijaguswa chochote, tulia. Ila ukiona imebadilika, utakuta upande wako wa kushoto, kwa wengine labda kulia, lakini kushoto huku, ukiwa mfano na kurudisha hapa samani na kurudisha hapa nyuma, ukiwa umeingia kwenye hichi kidude cha menu ambayo ukisha login ndio utakutana na hapa hivi. Kwa hiyo utabonyeza hicho kidude cha menu pembeni, utakuja kwenye account
hapa kwenye SIPA, then utabonyeza allocation, then utaselect hii ambayo umaliza, ambayo ni kwa hiyo utakuwa umaliza 2025 utaselect. Ukisha select hapo, kama umepata mkopo utakuta kabisa na nini kwamba umechaguliwa chuo ambacho umeshakipata na utaikiwa kiasi chako cha pesa ambacho utakuwa umepewa kwenye mkopo wako. Sijui hapo tutakuwa tumeelewana, na nadhani pia hiyo itakuwa imeeleweka kabisa, na nadhani watu wote tutakuwa tumeelewana hapo, jinsi gani utakuwa umeangalia na jinsi gani utakuwa umeelewa mpaka mwisho wa video hii. Asante sana kwa kunisikiliza. Kama utakuwa na swali au kitu chochote, utabonyeza hapo utabonyeza sehemu ya comment hapo, utaandika ili niweze kukuelewesha na wewe uweze kuelewa kwa uelewa mpana kama navyoelewa mimi hapa. Kuna status nyingi sana za kuangalia kuhusiana na mkopo, ila kama utakuwa kuna swali na umeona status yako imeandikwa vingine, utabonyeza hapo chini, utaandika, then mimi nitakuelewesha na utaelewa vizuri kabisa. Asante.